Kahiũ kogi nĩ karĩa kanore na nĩguo tweranire gũkũ gwa kayũ ka mũrĩmi atĩ no mũhaka tũnorane ciĩgiĩ ũrĩmi mũkinyanĩru nĩ ũrĩmi digital. Na niĩ Mũciria FM mũrĩmi digital nĩkĩo nyumagaraga mũthenya ũmũthĩ ngaumagara ngatuĩkania ndĩ kaunti namba 32 ndĩ kaunti ya Naikuru. Ngathiũrũrũka ngakinya Moro ngacemania na arutwo na arutani metĩkĩrĩte gũkorwo magĩthoma cia ũrĩmi. Marathoma cia ũrĩmi nĩkĩ? Ndĩna Madam Pamela gũkũ arĩwe Deputy Principal wa Baraka Agriculture College. Nĩ atemekaga gũkũ na mathomithagia ũrĩmi nĩkĩ? Nĩkĩo nĩkĩ kĩrĩkũ mena kĩo? Haha agũtarĩria haha. Madam Pamela, hizi saluti ni zako, kazi nzuri mnafanya. Tunashukuru na nikisikia baraka nasikia kubarikiwa. Hebu kwanza tuambie tunabarikiwa kivipi? Mnabarikiwa kwa mambo mengi sana kuhusu kilimo. Chuo cha kilimo cha Baraka kilianzishwa mnamo mwaka wa 1974 kikiwa kama chuo cha kufundisha wakulima kuweza kuwasaidia ili waweze kuendelea kiteknolojia ili mapato yao yaweze kuwa juu. Umetaja 1974. Ni wachache sana pale walikuwa wamezaliwa na watu wanashangaa kweli. Tulikuwa tunasoma ukulima ule lakini tunakumbuka mababu zetu hawakuwa wanajua teknolojia kabisa. Teknolojia nikiwaambia sasa kwamba ni ukulima digital, wanashangaa ukulima digital. Kumbe nyinyi mlikuwa na maono hata kabla tuanzishe hata kipindi hiki. Hiyo mwaka wa 1974 wale wazungu ambao walikuwa wameingia Kenya wakachukua sehemu ambazo zilikuwa nzuri za ukulima, walikuwa sasa wameanza kurudi kwao. Na kwa sababu ya hiyo mashamba yalikuwa yanarudishwa kwa Afrika. Na Waafrika hawakuwa wamepata teknolojia ambayo mzungu alikuwa ameleta. So kwa hivyo Catholic Diocese ya Nakuru ikaonelea ni vema sana kama wakulima pia watapewa hiyo teknolojia ili waweze kuendeleza kilimo ambacho kilikuwa kimeanzishwa. Ni kumaanisha mzungu amekuwa akitumia teknolojia tangu enzi zile. Ndiyo. Na ndio maana yuko mbele yetu. Ndiyo. Hasa umetaja mko katika eneo la Nakuru ambayo tunasema ni agricultural hotbed. Ni eneo ambalo linatambulika kwa ukulima. Kwa nini mkachagua mahali ambapo ukulima umefanikiwa mkakosa kwenda sehemu nyingine? Tuliamua tuchukue hapa mahali ndipo ni mahali pazuri pa kilimo. Ili watu wengi kutoka Kenya, kutoka Uganda, Tanzania, South Sudan wote waweze kupata hiyo nafasi ya kuja kujifunza kutoka mahali hapa. Focus yetu ni katika eneo la East Africa. Na kwa hivyo tuko na wanafunzi wengi sana kutoka Uganda, Tanzania, Kenya, kutoka sehemu zote. Nyinyi mwongozo wenu ni upi? Ni kipi kile mnasema ya kwamba hiki ndicho kinachotuongoza hata tunapokwama kidogo, hiki kinatupa motisha wa kuendelea mbele? Vision yetu nitaitaja kwa lugha ya Kimombo, inasema a center of excellence in sustainable agriculture and rural development. Ya kwamba hiki ni kituo cha kufanikiwa kwenye ukulima na vile kupanua yale maeneo ambayo ni tunaita akame kule na vile yanaonekana ya kwamba yameachwa nyuma kimaendeleo. Mnatimiza yale, tuseme tuanze pale kwa agriculture. Agriculture ikiwa backbone tukisema ya economy ya Kenya. Tumekuwa tukiimba ule wimbo ya kwamba ni economy backbone, hata mtu anachanganyikiwa, watu wengine wanachanganyikiwa. Nini kina support kingine? Ni sisi tuna support ukulima ama ni ukulima unatusupport? Kenya yetu mahali tuko, tuseme ukweli. Ni ukulima ambao unatusupport sisi kama wa Kenya. Kwa sababu kupitia ukulima tunapata chakula ambacho ni cha muhimu sana. Na pia kutokana na ukulima tunapata pia pesa ambazo tunahitaji zaidi kwa kazi nyingi, kwa kufundisha watoto wetu shule na kwa kazi zingine nyingi. So kwa hivyo tunapata chakula, tunapata pesa na serikali yetu pia inapata pesa. Tunapouza mazao yetu kule nje na hata ndani ya nchi bado tunalipia ushuru ambao una contribute kwa pesa katika nchi yetu. Na nyinyi kama chuo ambacho kinafunza ukulima, ni changamoto zipi mnasikia kutoka kwa wakulima hapa Nakuru ama kutoka kwa wakulima kutoka nje ya nchi wakisema ya kwamba sababu ukweli tuseme ukulima haujawekwa katika ile hadhi ambayo tunasema ukulima unafaa kuwa. Ni changamoto ipi mkisema kama chuo mnapitia? Kwa wakati kama huu wacha niseme kutokana na mazingira tunaona kama kuna mabadiliko zaidi kwa hali ya anga. Seasons zimebadilika. Wakati ambapo tulikuwa tunaanza kilimo mwezi wa pili tukitegemea mvua ya kawaida, saizi mvua inachelewa, haikunyesha kwa wakati tunafaa. So kwa hivyo inatupea, kwa mfano tulikuwa tushapanda kama viazi, mahindi mapema
tukitarajia kwamba mvua itanyesha kufikia Machi. So hiyo yote tumegaramika, tumeenda hasara. So inabidi tena tuanze tena fresh kuweza kulima tena. Tunajua ya kwamba Kenya ukulima umechukuliwa kwamba ni wa wale watu wazee walio kosa kupita, kusema kupita ni in quotes, na vile vile walio kule mashambani. Sijui mnafanyaje kubadilisha hii kasumba ama kuonyesha kwamba ukulima ni pesa, ukulima ni kazi ambazo zinakubalika, ni kazi ambayo itakuletea pesa na tena utajiajiri mwenyewe. Sijui kama nyinyi mnafanyaje? So katika masomo yetu ukiangalia vizuri, ukitembea hapa utapata tuna wanafunzi wale wadogo kutoka kwa shule za sekondari za chekechea na kadhalika, na pia wale wa colleges. Ukitembea pia hapo utaona kuna wanafunzi wetu ambao tunafundisha hapa, na kuna wengine wametoka vyuo vingine wakija hapa ili wapate yale mafunzo ya kuweza kutenda kazi. Na kuweza kuwavutia wanafunzi, tumeongezea business ama tunasema entrepreneurship kwa Kiingereza, kwamba tunafundisha na tunawaonyesha waweze kufanya kilimo biashara. Sio tu kulima, ni kilimo utengeze pesa. Ndiyo, kilimo biashara. Ulime na upate pesa ambazo wanahitaji. Kwa hivyo ili wana youth waweze kupendezwa, wanapenda pesa sana. Na kwa hivyo lazima tuwaonyeshe njia ya kupata pesa kutokana na hicho kilimo. Na hasa tukimalizia, kuna wanafunzi umesema wametoka nje ya nchi. Sijui unaweza sema ni percentage gani ya wale ukilinganisha na wale wanaotoka hapa Nakuru, wanaotoka sehemu nyingine za Kenya? Sasa kwa mwaka tunachukua wanafunzi 200, na kati ya hao wanafunzi 200, wanafunzi 50 wanatoka nje ya Kenya. Tunapata kama wanafunzi 20 kutoka South Sudan, kama 30 kutoka Uganda pamoja na Tanzania. So kwa hivyo kwa mwaka tunakuwa na kama wanafunzi 200. Mafunzo yetu tunayaita kwa kimombo Sustainable Agriculture and Rural Development, ama kilimo endelevu. Na mwiroreri wa Kameme TV muthenya umuthi ni urakiona tugire tuguthoma kuma kuri athomithania twi Baraka Agriculture College guku Kuresoi. Ni njui nduri wakinya Kuresoi nikio hunguraga na ngwambandithia o hanini ngicokereria ndina arutani ndina arutwo amwe a guku bururi-ini na nja ya bururi magitwira niki marathomera guku. Tugathie haraya tugucokereria.